Hebu fikiria taifa ambalo historia yake haijaanza jana wala juzi, bali maelfu ya miaka iliyopita. Taifa ambalo lilijenga falme kubwa kabla hata ya ustaarabu wa Roma kushika kasi. Taifa ambalo limepitia vita, mapinduzi, dini na siasa, lakini bado limesimama imara hadi leo. Hili si taifa la kawaida. Hii ni hadithi ya Iran, zamani ikiitwa Persia. Kutoka kwa wafalme wakubwa kama Cyrus Mkuu hadi mapinduzi yaliyotikisa dunia mwaka 1979, leo tunazama ndani ya historia ya taifa hili kwa kina, kinaga ubaga. Jiandae kwa safari ya maelfu ya miaka. Historia ya Iran inaanza maelfu ya miaka kabla ya Kristo. Kulikuwepo ustaarabu wa kale unaoitwa Elamite karibu mwaka 3000 kabla ya Kristo. Baadaye makabila ya Wairani yalihamia eneo hili na ndipo misingi ya taifa la Iran ikawekwa. Lakini tukio kubwa lilikuja mwaka 550 kabla ya Kristo. Mtu mmoja alibadilisha historia kabisa, Cyrus Mkuu. Aliunganisha makabila na kuanzisha dola ya Achaemenid, ambayo ilikuwa moja ya himaya kubwa zaidi duniani, Obeisans Baha. Dola hii ilienea kutoka Asia hadi Ulaya, kutoka India hadi Misri. Kilichowafanya wawe tofauti ni waliheshimu tamaduni za watu waliowatawala, waliruhusu dini tofauti, walikuwa na mfumo mzuri wa utawala. Kwa kifupi, walikuwa superpower ya dunia ya kale. Lakini hakuna himaya hudumu milele. Baada ya miaka mingi, dola ya Persia ilivamiwa na Alexander the Great. Baada ya hapo, himaya nyingine ziliibuka kama Parthian Empire na baadaye Sasanian Empire. Dola ya Sasanian ilikuwa moja ya nguvu kubwa duniani kwa zaidi ya miaka 400. Walipigana vita vikali sana dhidi ya Roma, Byzantine Empire, kwa karne nyingi. Hii ilikuwa moja ya vita ndefu zaidi katika historia ya binadamu. Lakini mwisho wake ulikuwa karibu. Karne ya 7, tukio kubwa lilitokea. Waarabu walivamia Persia na kuushinda mwaka 651. Hapa ndipo Uislamu uliingia Iran. Utawala wa kifalme ukaanguka. Lakini cha kushangaza ni hiki: licha ya uvamizi, Wairani hawakupoteza utamaduni wao. Walichanganya Uislamu na utamaduni wao wa Kiajemi na kuunda ustaarabu mpya kabisa. Katika kipindi hiki, lugha ya Kiajemi iliendelea kukua. Wasomi wakubwa walitokea, fasihi, mashairi na sayansi vilistawi sana. Iran ikawa kitovu cha elimu na utamaduni wa Kiislamu. Lakini bado kulikuwa na mabadiliko makubwa mbele. Mwaka 1501 nasaba ya Safavid ilianzishwa. Hawa walifanya jambo kubwa sana. Walifanya Uislamu wa Kishia kuwa dini rasmi ya Iran. Hii ndiyo sababu hadi leo Iran ni nchi kubwa ya Kishia duniani. Safavid walijenga taifa lenye umoja na nguvu. Baada ya Safavid kudhoofika, Iran ilianza kuingiliwa na mataifa makubwa kama Urusi, Uingereza. Kulikuwa na vita, njaa, machafuko. Mamilioni ya watu walikufa katika kipindi hiki kigumu. Karne ya 20, kiongozi mpya aliibuka, Reza Shah. Alileta maendeleo ya kisasa, barabara, shule na viwanda. Lakini pia utawala wake ulikuwa wa mabavu. Baadaye mwanae Mohammad Reza Shah alichukua madaraka. Watu wengi hawakuridhika na utawala wake. Hiki ndicho kipindi kilichobadilisha kila kitu. Mwaka 1979, wananchi waliinuka kupinga utawala wa Shah. Waliongozwa na kiongozi wa kidini, Ayatollah Khomeini. Matokeo yake, Shah aliondolewa. Iran ikawa jamhuri ya Kiislamu. Hii ndiyo Iran tunayoijua leo. Leo Iran ni taifa lenye nguvu ya kijeshi, taifa lenye mvutano na nchi za Magharibi, taifa lenye utamaduni wa kipekee sana. Linaendelea kuwa na nafasi muhimu duniani. Hivyo ndivyo ilivyo historia ya Iran, kutoka kwa falme za kale, kupitia vita visivyoisha, mpaka mapinduzi yaliyobadilisha dunia. Iran si taifa tu, ni simulizi ya uvumilivu, nguvu na utambulisho usioyumba. Na labda swali la kujiuliza ni hili: je,
Taifa hili litaenda wapi katika miaka ijayo? Na historia yake itaendelea kuandikwa vipi? Kama ulipenda simulizi hii,